Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho wao wameendelea kuweza kushikilia. Hapa nazungumzia msimamo wao, na leo hii imeweza kutoka taarifa kubwa kweli kweli ambayo imetoka ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans juu ya yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa, ikiwemo hatima yao ya dabi ya Kariakoo kuhusiana na tuchezi. Na leo hii imeweza kutoka taarifa kubwa ambayo imetoka katika kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Nimekusogezea hapa, utakwenda kujua mwanzo mwisho mwa sakata hili, lakini na yale mengine ambayo yanazungumzwa kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya wachezaji ambao wametajwa mastaa kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Imefikia wapi utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa ninayo kamili. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya hapa nazungumzia wananchi Young Africans. Bana, taarifa inazidi kunoga kweli kweli juu ya yale ambayo Yanga wameweza kuyatangaza kwa siku hii ya leo. Bana, mambo yanazidi kuwa mambo katika kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Unafahamu ya kwamba wakiendelea kushikilia msimamo wao, lakini bado wanaendelea na mpango wao wa kuhakikisha kwamba kile ambacho anachokitaka kinakwenda kuazimika na kuweza kukubalika na TFF na bodi ya ligi, kwa kile ambacho wao wanakisema ya kwamba lazima waweze kuhakikisha kwamba wanapata haki yao ambayo inastahili kabisa. Unafahamu ya kwamba kile ambacho kinaendelea kwa sasa katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli, ambapo TFF na bodi ya ligi wanazidi kuonyesha kwamba mambo kwa upande wao yanazidi kuwa mazito kwa kile ambacho kila siku kinazidi kujili, ambapo mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu, ambapo mwenyekiti wa hapa nazungumzia bodi ya ligi kama nilivyokuambia, Steven Mguto, kwa sasa anasema ya kwamba mambo yanazidi kuwa magumu kwa upande wa bodi ya ligi na TFF kwa kile ambacho kinachoendelea. Anaona hofu ya klabu ya soka ya Young Africans inazidi kuwa kubwa kwa upande wao, kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba msimamo wa klabu ya soka ya Young Africans ndio unazidi kuweza kutoa ugumu katika sakata la dabi kuelekea kumalizika kwake, kwa sababu wanaona litakuwa ni gumu kutokana na haya ambayo yanayoendelea. Steven Mguto ameweza kuweka wazi, ambapo na nukuu kile ambacho alichokisema. Nasema ya kwamba mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu nchini Tanzania TPLB Steven Mguto amekiri wazi kuwa swala la kutatua mgogoro wao kama bodi na klabu ya Young Africans limezidi kuwa gumu kwao kama bodi, kutokana na klabu hiyo kupata sapoti kubwa kutoka kwa watu wenye nyazifa kubwa nchini pamoja na wanachama wote wa klabu hiyo nzima. Mpaka kufikia sasa msimamo wa klabu ya Young Africans ni kutokushiriki kivyovyote mchezo wa dabi dhidi ya klabu hapa nazungumzia ya si wengine wananchi Young Africans dhidi ya klabu ya Simba, ambao kila mmoja anaona pengine kupata muafaka wa hili ambalo linaloendelea kwa sasa linaonekana kuwa ni gumu kwa upande wa bodi ya ligi. Lakini katika taarifa nyingine inaelezwa kwamba Simba Sport Club unaambiwa kisa Simba dili la Inonga kutua kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans la ingia kidudu mtu, mabosi wapishana kauli. Dili la beki wakati wa zamani wa Simba anayekipiga katika klabu ya FAR Rabat ya Morocco Enoki Inonga kutua Yanga limeibua mvutano mkali baada
ya kutokea mgawanyiko kwa mabosi wa klabu hiyo, huku baadhi wakitaka asisajiliwe. Katika hoja mbili zinazovutana juu ya dili hilo, wanaosema asisajiliwe wanasisitiza kwa sasa hawataki kuona wanamsajili mchezaji ambaye amepita Simba, huku wale waliopendekeza asajiliwe wanasimama kwenye msimamo wao kwamba ni mchezaji mzuri atawasaidia. Hivi karibuni ilisemekana Yanga iko mbioni kufanya makubaliano na mkongomani huyo aliyewahi kuitumikia Simba kabla ya kuitumikia Farabati ya Morocco ambako aliko sasa. Baada ya kuwepo kwa taarifa hizo, issue mpya ni kwamba mabosi wa klabu hiyo wamegawanyika, huku wengine wakitaka usajili huo ufanyike na wengine wakigomea. Mtoa taarifa kutoka ndani ya Yanga amesema kuwa baadhi ya mabosi wamechoka mazoea ya kuchukua wachezaji kutoka kwa wapinzani wetu wakubwa wakati mastaa wapo wengi tu, lakini sababu nyingine kubwa ni kuwa mastaa hao wakitua Yanga hawana makali kama walivyozania, hivyo ni bora kwa sasa kuangalia wachezaji kutoka sehemu nyingine na sio waliopita Simba, kilisema chanzo hicho, na kuongeza wanaopinga wanataka atafutwe beki mwingine lakini sio Inonga, kwani anaweza kuja kufanya makosa ikatafsiriwa ni kwa sababu amewahi kucheza Simba, hivyo amekuja kutuhujumu. Kocha wa timu hiyo Merudi Amdi aliweka wazi kuwa msimu ujao Yanga inahitaji beki, kiungo mkabaji namba 10 na mshambuliaji wa mwisho, lakini nadaiwa Yanga bado hawajasamee kilichotokea kwa Inonga, kwani wakati anatua kwa mara ya kwanza nchini msimu wa mwaka 2021-22 pamoja na Fiston Mayele wote walitakiwa kusaini Yanga, lakini yeye akatimkia Simba. Rekodi za Inonga kwa msimu huu zinaonyesha katika mechi za hivi karibuni amekuwa akikaa benchi, huku katika michuano ya ligi ya mabingwa Afrika akicheza mechi moja tu dhidi ya Pyramid kwa dakika 30. Wakati hao yakiendelea, kumekuwa na kawaida ya wachezaji kuhama kutoka Simba kwenda Yanga na kinyume chake, huku wapo waliofanikiwa kufanya vizuri na wengine kufeli. Kwa miaka hivi karibuni Yanga imefaidika na huduma ya Kelvin Yondan, Athumani Idi Chuji, Amis Tambwe na sasa ni Israeli Mwenda waliofanya vizuri Simba na kutua Yanga wakiendeleza makali yao. Wachezaji walio kupita Simba na kutua Yanga kwa miaka hivi karibuni walioshindwa kucheza kwa kiwango kikubwa kama ilivyotarajiwa ni pamoja na Jean Baleke, Cletus Chama, Jonathan Mkude na Augustine Okra, ambao wote hawa walipita kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans ya Simba Sport Club, lakini walipotua kwenye hapa nazungumzia kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, mambo yamekuwa ni magumu kwa upande wao, ukiweza kushuhudia kila mmoja akiweza kutafuta pa kutokea. Lakini unaambiwa Feitoto kurejea Jangwani, Yanga tumbo joto, mastaa matatani. Yao kuwa si maarufu kama Jeshi alianza kupona, inaelezwa amepata majeraha mengine, eneo aloumia linaweza kukaa nje kwa muda zaidi. Yanga inasubiri ripoti ya madaktari wa klabu ili kufahamu mchezaji huyo atakuwa nje kwa muda gani, lakini nyuma yake kuna hesabu mpya zinapigwa juu ya beki mmoja wakati kutoka TP Mazembe. Endapo Yao atashindwa kurudi licha ya kuonekana amecheza mpira mazoezini, Yanga itamshusha beki Ibrahim Keita, raia wa Mauritania. Mbali na Keita, wapo nyota wengine kwenye rada za Yanga kama Josephat Aufa kutoka Singida Black Star, kuna Koimizo Maiga kutoka ASEC Mimosas, kuna Du Steve kutoka Ken Gold na Faisal kutoka Azam FC. Pale TP Mazembe, Keita ameshawaaga mabosi wa klabu ya timu hiyo na kuwa gomea kuongeza mkataba ambao unamalizika mwezi ujao, huku Yanga na Kaizer Chiefs inayofundishwa na Nabi zikiwa zinamvizia kupata huduma yake ndani ya kikosi cha klabu hiyo. Unaweza ukashuhudia namna gani ambavyo kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mmoja akiweza kuangalia namna ya kile ambacho kitachoweza kutokea ili kuweza kufanya namna ya kuweza hapa nazungumzia kurekebisha kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, na namna ambavyo yale ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye huu mchakato. Inaelezwa kwamba pia kuna taarifa za kocha Rulani Mokwena, kocha ambaye aliwahi kuifundisha klabu ya hapa nazungumzia si wengine ni Mamelodi Sundowns. Kocha Rulani Mokwena yupo katika orodha ya makocha wanaowindwa na klabu ya Yanga. Yanga wako kwenye mazungumzo ya kina na kocha wa zamani wa vilabu vya Mamelodi, Wydad Casablanca, Rulani
Mokoena mwenye miaka 38. Mokoena yuko tayari kupunguza kiwango chake cha mshahara ili kuja kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana